Je, wajua ni kwa nini Harmonize aliamua kuondoka katika lebo ya WCB? Na sikuwahi kusema, lakini leo nitasema. Iko hivi, mimi nilisainiwa WCB. Hakuna siku ambayo nimewahi kukataa kuzungumza kwa mdomo wangu. Kama nisha kukataa, tafuta hiyo interview nionyeshe ninayosema kwamba Diamond hajawahi kusaidia. Mimi nilisaini mkataba miaka 10 WCB. Katika huo mkataba wa miaka 10, kila pesa ambayo nilikuwa napata, nikipata shilingi 100,000, yeye alikuwa anachukua 60,000, mimi nachukua 40,000. Sio, unajua hilo? Ina maana nikifanya show nikilipo milioni 10, yeye alikuwa anachukua milioni 6, mimi nachukua milioni 4. Na katika milioni 4 hiyo nilikuwa naidunduliza, najiongeza kufanya activity zangu za kukuza muziki wangu. Ndani ya muda mfupi, Harmonize alitoa hits nyingi zilizomfanya kuwa mmoja wa wasanii wakubwa Tanzania. Lakini mwaka 2019 jambo la kushangaza lilitokea. Harmonize alitangaza rasmi kuwa anaondoka WCB. Kutokana na maelezo yake yeye mwenyewe, Harmonize alisema ilimbidi kuondoka WCB kutokana na hali ya maisha aliyokuwa akipitia katika lebo hiyo hayakuwa mazuri, na kulikuwa na migogoro mkubwa iliyokuwa ikiendelea kati ya yeye na bosi wake Diamond Platnumz. Ndoto yangu mimi kukimbilia muziki wangu. Nikaanza zangu kukimbizana huku na huku, kurekodi makorabo, akina Bana Boy. Umeona? So ilivyoanza tu kuongelea kwamba Harmonize sasa hivi bwana wa moto sana. Yaani Harmonize anafanya vizuri sana kuliko wewe, ndio tatizo lilianzia hapo. Sio, umeelewa? Tatizo likaanzia hapo. Kuna kipindi nikaondoka hapa Nigeria nikaenda Dar es Salaam. Kama ushasikia Salamu anasema kwamba mimi ndo mtu wa kwanza kumpeleka Harmonize Nigeria. Tuliondoka, lakini mimi ndo nilimlipia tiketi, nilimlipia hoteli, nilimlipia kila kitu. Nilikuwa natoa hela mimi mfukoni. Baada ya kwenda Nigeria, Salamu tukafanya baadhi ya collaboration, tukarudi hapa, kukawa na msala. Yaani ikaonekana kama mimi namlipa Salamu aache kufanya kazi za Diamond, afanye kazi zangu. Sio, umeelewa? Tukawa msala kabisa. Yaani tukanuniana, unajua zile miezi miwili tuzungumze. Sio, umeelewa? Harmonize aliamua kufanya contract termination, yani kuvunja mkataba, na alithibitisha kuwa alilipia pesa za Kitanzania shilingi milioni 600. Hiyo ilikuwa termination/buyout fee ya kuvunja mkataba wa miaka 10 aliyokuwa ameusaini. Harmonize alisema alilazimika kuuza nyumba zake kadhaa ili kupata fedha za kulipa kiasi hicho. Baada ya kulipa, alipata uhuru na hati miliki zitakazomfanya kutumia na kumiliki vitu alivyovianzisha na alivyovifanya wakati akiwa WCB. Kuondoka kwa Harmonize WCB kulikuwa moja ya maamuzi makubwa zaidi yaliyowahi kufanyika katika muziki wa Tanzania, na kila mtu alibakia na mshangao asiyeelewe ni nini kilichokuwa kikiendelea. Je, unaona Harmonize alifanya uamuzi sahihi kuondoka WCB au angepaswa kubaki? Tuandikie maoni yako kwenye comments. Kwa videos na documentary kali kama hizi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.